mpinga Kristo na nabii wa uongo hajaanza kufanya kazi yake kwa bidii, tu tumenyakuliwa na Yesu. Uwe miongoni mwa watu watakaonyakuliwa, kwa sababu vinavyoendelea sasa hizi duniani ni maandalizi ya kuleta mpinga Kristo. Sera zote zinazoendelea, mipango yote inaendelea, Umoja wa Mataifa, sijui sehemu mbalimbali, nikwambia ni maandalizi ya kumleta mpinga Kristo. Vita zinazoendelea duniani ni maandalizi ya kumleta mpinga Kristo. Kila mtu kujisajili, kila mtu kuwa na TIN number ni vizuri. Nisikilize, usije ukatoka hapa ukasema mchungaji amesema tusiwe na TIN number. Kuongezeka kwa maarifa na teknolojia, kila kitu tutalipa kwenye system. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Yaani itafika mahali kila kitu tutakuwa tunalipa kwenye mtandao. Unaenda supermarket, sasa hivi imeshaanza. Tuna kadi ambazo ukienda kama Shoppers Plaza unanunua vitu, hutoi pesa keshi. Umekusanya vitu vyako na kile kitololi, unampa tu keshia kadi, anaingia pale anachukua hela. Yote ni maandalizi ya kuja kumkamata mwanadamu. Yote ni maandalizi ya kuja kumkamata mwanadamu. Wanajua mwanadamu tukishampata kwenye ile eneo hata kuwa na mchanja, lakini ashukuriwe Mungu, watakatifu watakuwa wameondoka. Sasa hivi wameingia mpaka kwenye neno la Mungu. Niliongea juzi, nitapitia kidogo. Biblia sasa zote zimeshaingizwa kwenye sisi, kwenye mtandao. Si mnaweza unaweza kudownload Biblia wakati wote, si ndio? Na ni vizuri usiache kudownload. Download tu, maana wakati bado. Download, tumia simu. Sasa hivi vitu vyote tunavyotumia vimekamatwa na mpinga Kristo. Nisikilizeni vizuri. Hizi simu tunazotumia hizi zina mambo mengi sana. Lakini sasa wanachofanya, Biblia wanayoingiza humo, kuna vitu wanapunguza humo. Na kuna uvuvio ambao umevuviwa kwenye hiyo Biblia. Ngoja nikwambie. Sijui kama ni mimi tu. Mimi nikiwa naandaa ujumbe niko nyumbani, nikitumia Biblia hii, naona upako zaidi kuliko kutumia Biblia. Amen. Sijui kama ni kwangu tu. Hiki tu nimekifuatilia. Nikamuuliza Mungu nini? Hii sasa kwenye simu kuna vitu wamevuvia. Lakini ukisoma hii, hata hapa nifanye hivi. Niwe hapa, si Biblia hii hapa, sinatumia Biblia hii kubwa. Si mnaiona na hii hapa. Alafu nianze kufunika zote ndio nawasomea hapa. Haleluya. Yesu anasema, angalia hapa. Mnaona kuna upungufu fulani. Yaani kama kuna tofauti kusoma humu na humu. Kwa hiyo hizi zote yako kwenye ulimwengu wa roho. Ni mambo ambayo yametengenezwa kwenye mtandao. Sasa wakishaweka vitu vyote kwenye mtandao, kila kitu tunafanya kwenye mtandao, huwezi kutoa pesa bila kutumia mtandao. Wanatikisa lile kebo lao likubwa, afu network ina nyumba. Hakuna kutoa pesa, hakuna kufanya chochote, hakuna kufanya chochote. Ndipo ile namba inatolewa. Si mnakumbuka hapa katikati kebo lilicheza, mnakumbuka? Kuna siku kama 2 hivi tulihangaika sana. Wanasema sijui kebo kwenye Google huko limeyumba kidogo, network dunia ikapotea. Mimi nilienda benki, nimeenda na bosi wangu, wakasema mpinga Kristo na nabii wa uongo watafanya kazi gani? Maana tumeshaambiwa miaka 3.5 ya mwisho ndio miaka yenye mapigo makali. Mpinga Kristo atatokea kama mwanadamu wa kawaida. Yaani atakuja ni mwanadamu kabisa. Atakapokuja, jambo la kwanza kwenye miaka 3.5 ya kwanza, kitu atakachofanya kwenye miaka 3.5 ya kwanza, Bwana Yesu atusaidie. Naomba niende kwa haraka, nina dakika chache. Atakomesha vita yote duniani. Haya mambo nayafundisha leo mwanangu. Mungu amenifunulia hiki kitu cha ajabu sana. Atakomesha vita zote tunazosikia huku duniani. Ili watu wamwamini, lazima aje na kitu cha tofauti tangu dunia kuumbwa. Mnanielewa? Yaani ili watu wanadamu wamwamini, lazima atakuja na kitu cha tofauti ambacho hakijawahi kutokea tangu dunia kuumbwa. Atakomesha vita. Unasikia sio Ukraine wanapigana, Kongo DRC wanapigana, sijui wapi wanapigana. Atakomesha vita zote. Dunia itaanza kuwa na amani. Na kila mtu atasema, huyu ndio tulikuwa tunamtafuta. Haleluya. Namba 2.
ataiunganisha dunia nzima iwe na dini moja. Mwamsha anayesinzia.